Watu wengi wamekuwa wanadanganywa na muonekano wa nje wa majengo. Of course, wengi wamekuwa wakidesainiwa muonekano mzuri sana nje, lakini ndani muonekano wake au mpangilio wa ndani unakuwa ni wahovyo kiasi kwamba jengo linakosa kabisa sifa za nyumba ya kisasa. Sasa hapa nimekufanyia vyote kwa pamoja, kwa maana kwamba mpangilio wa nje ni mkali, haijalishi utatengeneza hivi hivi ilivyo au utatumia rangi hizi hizi zilivyo au utabadilisha rangi na kutumia rangi zingine, bali mpangilio wa nje ni classic na mpangilio wa ndani ni classic. Ile jengo lina vyumba vitatu vya kulala, chumba kimoja ni self, vyumba vingine viwili ni vya kawaida, sawa, kwa maana kwamba hivyo vyumba ni single. Pia kuna choo cha public kwa hiyo watakao kuwa wakitumia vyumba hivyo viwili hawatakuwa wameachwa nyuma sana. Pia humo ndani kuna sebule kubwa sana, na ukiangalia sebule ilivyokaa, mpangilio wake of course ni nzuri sana na inavutia kivyovyote vile. Haijalishi utaijenga wapi, yeyote atakayekuja kwenye nyumba yako lazima apate cha kuhadisia huko mtaani. Lakini pia kuna dining, sehemu ya kula chakula maalum kabisa. Pia kuna jiko pamoja na store. Kitu kizuri ambacho naweza kukizungumzia hapa kwa upekee ni kwamba jiko limeweza kupewa nafasi kubwa sana. Kumbuka majiko ya kisasa yanahitaji nafasi, kwa sababu tunatakiwa kuweka makabati humo, tuweke drawers za kutosha humo na vitu vingine vyote ambavyo vinatakiwa kuwekwa jikoni. Kwa hiyo lazima nafasi iwepo. Pia kuna store, na ukiangalia hili jengo limebeba upana wa mita 12 na urefu wa mita 12, liko balanced. Na kwa idadi ya tofali za blocks, kwa wale ambao tunatumia tofali za block tofali za blocks hapa zinaenda jumla tofali 3000 kamili, na wale ambao wanatumia tofali za kuchoma waandae tofali 10,000. Kumbuka hizi tofali ninazozitaja hapa, hasa tofali za kuchoma, sio tofali ambazo zitatumika moja kwa moja au kuandaa mpaka msingi. Hizi ni tofali zinatumika kuandaa boma peke yake. Kwa hiyo tofali zitakazohitajika kutumia kuandaa msingi, hizi zitategemeana na vitu vikuu viwili. Hivi vitu viwili ndivyo ambavyo vitatoa majibu wewe utatumia material kiasi gani kuandaa msingi wako. Kwa mfano, cha kwanza ni aina ya udongo ambao unapatikana kwenye kiwanja chako, na cha pili ni shape ya kiwanja chako, kwa sababu aina ya udongo ndio utatoa majibu msingi utachimbwa kwenda chini kwa urefu kiasi gani. Lakini pia shape ya kiwanja nayo pia itakwambia utatumia material kiasi gani kuhakikisha kwamba unapata usawa katika msingi wako, jengo lako lisije likawa limepinda pinda, limekaa kama bega chini bega juu. Umeona Na mpangilio mzuri wa majengo ya namna hii hapa yanaweza akafanya mtaa ukapendeza pia na maeneo mengi yakapendeza. Wewe unaweza ukawa wa kwanza, ukiwa wa kwanza wewe, wengi wajifunze kupitia wewe, na muonekano wa jengo kwa nje litakuwa likionekana hivi ambavyo unaweza kutazama hapa. Kumbuka mara nyingi nimekuwa ninazungumza, wengi wamekuwa wakijenga majengo yao na kuweka choo cha public ndani wakiita kuwa hicho ni choo cha wageni. Hapa nasema hapana, na nasema hapana, nasema hapana tena. Nimesema hapana mara 3 kwa maana ya msisitizo mkubwa, kwa sababu sio kila mgeni anayeingia katika nyumba yako ana nia njema na wewe. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana. Yule ambaye unampa nafasi ya kuelekea chooni ndani ya jengo lako anaweza akapata fursa ya kuisoma nyumba yako vizuri, pengine akapanga mkakati mzuri wa namna ya kuweza kufanikisha uhalifu wake ambao atakao kuwa ameupanga kufanya ndani ya nyumba hiyo kwa wakati zaidi, pale ambapo atakapokuwa amepata nafasi ya kuzunguka ndani ya nyumba yako. Hivyo basi, kama utajenga nyumba ya namna hii hapa, hakikisha unakuwa makini sana na wageni ambao wanaoingia kwenye nyumba yako. Pengine kama utataka hao wageni wawe free, wajiachie, basi wajengee choo cha nje, na pengine kama utaweza basi jenga servant quarter. Naposema servant quarter namaanisha nyumba msaidizi ambayo itakuwa na vyumba vya kulala kwa ajili ya wageni hao wa nje. Sawa, kwa hiyo watalala nje ya jengo lako. Hii itakuwa salama sana kwako, salama kwa wote ambao wako chini ya uangalizi wako. Kumbuka familia zetu tunatakiwa kuzilinda sisi na kuziangalia kwa asilimia kubwa sana, na sio kusaidiwa au kutegemea watu fulani waweze kutusaidia kuangalia familia zetu na kuwalinda watoto wetu. Hili hapa ninalizungumza kwa sababu ninaamini hata wewe pia unaitazama hii unaweza kuwa unapanga kujenga nyumba, lakini pia dhumuni lako linabebwa sana na wale wanaokutegemea, kwa maana familia yako ndio inakufanya wewe uone kuna haja ya kujenga. Kwa hiyo kama unataka kujenga kwa ajili ya familia yako, basi hakikisha unawalinda kwa kuwatengenezea mazingira mazuri na salama zaidi, ili waweze kuenjoy na kufurahia kuwa na wewe kama msimamizi katika maisha yao. Of course, ramani kama hizi na zingine nyingi zote zinapatikana katika mitandao ya kijamii kama tulivyokuwekea hapo upande wa kushoto chini, inasomeka vizuri sana. Lakini pia unaweza kutazama ramani kupitia WhatsApp yako. Tutumie message WhatsApp, andika neno niunge kupitia WhatsApp namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758 260 690. Muda wote tuma message tu, tutakupatia link, na kupitia link hiyo utajiunga na WhatsApp channel yetu. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.